ya tatu na yeye anakutafuta, acha sala yako, toka nje ukamtazame mama wako. Mama, nilikuwa ninasali hapa. Mwanangu, ulikuwa unasali? Nenda kama lije kusali kwako. Allahu Akbar. Umepata neema juu ya neema. Mungu kishafurahika na wewe sana. Na mzazi wako kishafurahika sana kwa adabu ulizokuwa nazo. Na unamtambua nani mama yako. Unarudi unasali, wasiwasi huna. Mwenyezi Mungu anakusherehekea, anakufunika kwa radhi zake, kwa furaha zake juu yako. Kwa kile kitendo ulichokafanya, kuacha ibada zako kwenda kumsikiliza mama yako. Hujui nini haja yake. Kwa hiyo sasa wazazi, inataka tutambue ule uzito wao. Leo watu wengi wanaharibikiwa na mambo yao. Walikuwa na vyeo vinawatoka, walikuwa na hali nzuri ya maisha, biashara zao zinakwenda vizuri, lakini mambo yote yanavurugika, mambo yote yanasababika kwa utovu wa adabu kwa wazazi wao. Wazazi wao hawajui. Anaweza mtu kutumwa na mzazi wake, baada ya kuwa anatumwa akajikumbusha, akafanya ya kwake, na yeye akila, mama nilisahau, au baba nilisahau. Ulisahau haya. Sasa ile haya yenyewe sio kwamba wewe ndo basi. Mshaharibikiwa tayari. Kwa dharau ulizokuwa nazo za kutokushughulikia maagizo ya mzazi. Kwa hiyo nasaha kubwa kwa watu mdogo ambayo imebidi kuizungumza kwa haraka ni hiyo, na kwa kuchanganya na amri ya Mwenyezi Mungu iliyomo ndani ya Qur'an. Hata Mwenyezi Mungu akasema, wala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Taka kauli hizi tutambue. Mungu katika kutuhadharisha sisi ili tutambue wazazi wako, uzito wao kwetu. Asema wazazi wako, hata ile kusema anakwambia neno ukaona kama anazungumza upuuzi. Alipotamka wala taqul lahuma uff, wazazi wawili wanapokuambia maneno mbele yao sio kufanya yaani kuonyesha kwamba ile ukaona kwamba ni jambo dogo, na hali ya kuwa unayatamka yale kwa kudharau. Kile ni kitu kibaya sana. Mungu anatuhadharisha hata hiyo usiseme, na hakuna neno dogo kuliko mpaka Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika tafsiri yake anasema, lau kana shay'un aqallu min uff, laiti ingelikuwa kuna kitu kidogo zaidi kuliko basi Mungu nacho pia angetuhadharisha tusikitamke hicho kilicho kidogo kabisa mbele ya wazazi wetu, tusitamke namna hiyo. Lakini ndo neno dogo kabisa, hakuna jingine dogo zaidi kuliko hilo. Sasa hilo pia Mwenyezi Mungu atuhadharisha nalo. Je, ukimwambia mimi sina nafasi, mimi nilikwambia zamani jambo hili, mimi siliwezi. Nilikwambia zamani mimi siliwezi. Kubwa ipi? Kuteleza kwako ni kiasi gani? Kumwambia maneno mawili matatu kwa hadha mzazi wako, umeteleza kiasi gani? Na unakwenda wapi kwenda kutaka radhi? Kwa hivyo sasa mtu atahadhari sana na wazazi, na uwe tayari wote kutoa huduma za kutosha kwa wazazi wako. Hii ndio itakayotusaidia kuwa na maisha mazuri, kazi zetu katika ulimwengu kwenda vizuri. Na mzazi wako ni mzazi wako. Kila ulilokuwa nalo unakwenda kumwambia, baba ninataka kufanya hivi, mama ninataka kufanya hivi. Anakupa ushauri, na ushauri wake unauzingatia, wala usikaidi.
analokuelekeza ulizingatie, hata kama wakati mwingine unamuona anateleza katika ushauri wake, lakini tahadhar kwenda kuonyesha kwamba unayadharau aliyokuambia. Tahadhar na hilo. Ninataka atambue kwamba huyu mwanangu yuko chini ya nyayo zangu, amsikivu na mtiifu. Yale mahaba yake, furaha yake tu juu yako, kwako ni mafanikio katika shughuli zako za dunia, katika kazi zako za dunia, mipango yako unayoifanya na katika ibada zako. Furaha zake moyoni juu yako, umekwisha kuwa wewe umefanikiwa. Hiyo haraka ndio nasaha ambayo ningeweza kukupeni kwa wakati huu mdogo, na itatusaidia. Na jambo la pili, kwa ujumla, Waislamu wanapokutana pahala popote pale, jambo la mbele baada ya kuhadharishana na mambo ya lazima kama hivyo, wazazi tujitahidi sana kuwa mtiifu. Mara mimi kutwa naonana na watu, mara nyingine wanafika watu 50, mara nyingine wanazidi kuliko hapo, na kila mtu ana matatizo yake mbalimbali. Lakini sehemu kubwa kabisa katika matatizo wanayoyapata watu ni upungufu wa adabu kwa wazazi wao. Upungufu wa adabu kwa wazazi wao. Anakuambia, mimi mzazi wangu kafa kifuani kwangu, kafa tunazungumza vizuri, tulikuwa tunakaa vyema, tulikuwa tunafanya hivi. Wao wanafikiri shuruti watukanane. Hapana. Yako mambo mengi mtu anaweza akafanya akawa moja kwa moja kateleza. Mfano mmoja kama huo nilikwambieni, wewe unalala kwenye kitanda cha godoro kizuri, chumba chako, lakini mzazi wako analala katika kitanda cha mayowe, analala katika kitanda cha mayowe, kamba na mkeka. Wewe una habari? Anapolala kwenye uchochoro, wewe kwako umetandika mazulia, kuna viti kuzuri. Haya, jiangalie, wewe mwenyewe ni bora kuliko mzazi wako, baba yako na mama yako? Hata wewe unamweka kwenye uchochoro, kitanda cha hii kamba, kitanda cha kamba, umemwekea mkeka, na wewe unalala juu ya godoro. Una adabu wewe? Mungu atakufanya nini? Jambo hilo ambalo ni jambo la kawaida kwetu sisi hivi leo, unanunua kitenge cha shilingi 25,000 unampelekea mkeo. Mama yako unakwenda kumnunulia kaniki, haukanga hizi za madukani, shilingi 2,000, 1,150, ndio unamnunulia mama yako. Mkeo unampelekea kitenge cha shilingi 25,000 au 20,000 unampelekea mkeo. Je, yupi aliye bora kwako wewe, mkeo na mama yako? Ni adabu hizo? Ni kweli unampenda mama yako wewe? Kweli unamtambua nani mama yako? Au mtu wako bora kwako? Na vitu kama hivyo kwetu sisi ndio vitu vya kawaida. Sasa mtu anaweza akajiona anaishi vizuri kabisa, na kumbe kila siku anateleza, basi kujua. Na utaona mambo yako yanakwenda yanavyokwenda, huku mnazungumza, mnacheka. Kwa nini wewe huchukui vitu vyote viwili, kitenge ulichonunua kwa ajili ya mkeo na ile nguo kaniki, tena ukampelekea mama? Mama, chagua vitu hivi, na kimoja nataka uchukue wewe, lakini chagua kitu kizuri, kile kingine nikampa mke wako. Kwa nini hufanyi hivi? Mbona unacheka? Kwa nini hamfanyi hivyo? Yuko anaifanya hivyo? Hayupo. Anaficha kile kitenge, anampelekea mama nyumbani. Na mama mzazi anampelekea nani? Mama, nimekuletea zawadi. Mke wako umempelekea kitenge 25,000. Kwako aliye bora na? Utamwambia mtu akubali kwamba mama yako ni bora kuliko mkeo? Na ushahidi uko wazi. Sasa vitu kama hivyo kwetu sisi ni mambo ya kawaida, na huko ni kuteleza kubwa mno. Mungu atunusuru. Na Mungu atusaidie tunatambua ule muhimu wa wazazi, awe hai au awe mkufa. Tuwashughulikie wazazi wetu kikamilifu,
Na ndio maana huwa tunahimiza